ambao wakijaga Kariakoo wanaiba, wanavaa yale madila yale mabaibui, wanaficha kwenye makwapa. Si unaelewa? Kwa hiyo yule kaka alitakiwa kwanza angefanya mahojiano na watu, alafu ndo angeposti ile caption. Na ile caption yeye hakuwepo. Kuna dogo pale alikuwepo akaposti ile video TikTok mwenyewe tu kwa kupenda, ambayo hata hakuielezea chochote. Yule kaka akaichukua ile video TikTok akaposti yeye, ambayo yeye kabla ya kuposti alitakiwa aje kwanza haulize watu, lakini asingeposti vile. Na hiyo mida ilikuwa mida ya asubuhi, ambapo siku hizi watu wanachelewa kufungua. Ilikuwa Alhamisi iliyopita, sio Alhamisi hii, kwa sababu video inasambaa imekuja kujulikana kama labda ni jana, lakini ilikuwa ni Alhamisi iliyopita, sio ya leo, iliyopita. Ilikuwa mida ya 2 asubuhi. Huyo dada uaga anawahi kufungua biashara yake, anauza viatu. Sio, unanielewa? Yes. Alikuwa amefungua biashara yake vizuri, amekaa na subiri wateja. Wakaja wateja 3. Wateja 2 walikuwa ni mkaka na mdada. Huyo wa 3 ndo akawa huyo mama ni, yani sio mtu mzima sana, ila tu kamera imeonyesha kama ni mtu mzima, ni wa kawaida. Ejeenda hivyo kama vile watu wanavyosemea. Wakati anamuuzia mtu mwingine, yani huyo anakuuliza hii shilingi ngapi, anakuuliza shilingi ngapi, kama vile wanakuchanganya akili. Sio, unaelewa? Wakati anamhudumia huyu mwingine, yule mama huko anachomoa viatu anaficha. Sio hapo, unanielewa? Yeah. Wakati anamhudumia huyo anamaliza, yule mama ndo ameshachomoa viatu ameficha kwenye mfuko wake. Yule wale wateja ambao wanunua ameshaondoka, akabaki yule mama. Akaambia umechagua ipi? Akasema hivi sitaki tena. Akawa ameondoka, akawa anataka kuondoka. Watu wakamtonya, huyu ameiba. Ndio ile video ikaanza kuchukuliwa pale kwamba yule ameshatonywa, huyu amefanyaje, ameiba. Asa yule hakutumia nini, ustaarabu. Ndo akaanza kumpiga mama, kumnyang'anya nini, ule mfuko, kutoa vile alichoiba. Yaani yule mama alikuwa ni mteja, sio mfanya biashara. Ndio maana hata kama ukitaka kuhakiki unatakiwa uende pale na Rung'ombe ukaulize mama alikuwa mfanya biashara, sio mfanya biashara. Yule dada na majirani, pale na Rung'ombe ni kubwa, ina maana yupo pia na kiongozi, jirani yake ni kiongozi wa mtaa. Maana yake wale wawili walikuwa ni wako pamoja, wanashirikiana. Wale wengine walikuwa ni wateja, yeye alikuwa peke yake. Yaani mwizi hapa Kariakoo, yule mwizi akija kukuibia anakutega. Huyu ananunua, yani anapokuwa uko busy na huyu, yeye ndo anakupata nafasi ya kuchukua mali yako. Ilikuwa hivyo. Alikuwa amechukua viatu vingapi? Hivyo viatu 4 ambavyo ndo amechomoa, akaweka kwenye ule mfuko, akawa hataki kutoa. Kwa hiyo wengi walikuwa hawezi kumsaidia kwa vile ambao imetafsiriwa anaonewa, na wanasema mbona mumsaidii? Kwa sababu alikuwa ameiba. Siku zote Kariakoo tukitumia uhalisia, hata wewe sasa hivi ukiiba hakuna hata kusaidia. Ipo hivyo. Kwa hiyo dada yeye hana kosa, maana wanaanza kumsema ni kumpiga huyo mama. Aha.